Nataka leo hiyo roho itolewe kwa maisha yako. Nataka hiyo roho leo tumwambie Bwana, we are conquering the spirit of almost there. Unapata watu wenu kuna vitu wanafanyanga lakini hawakamilishangi. Yaani ni roho haikukubali, haikupatii ruhusa yako kukamilisha vitu, haikupatii ruhusa ya kuaccomplish. And yet the word says ya kwamba yeye alianzisha ni yeye atakayekamilisha. Lakini sasa katika hii roho, hiyo nguvu ya kukamilisha huwa hakuna. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, ikiwa ni mwezi wa 5, chochote ambacho utaanzisha utaona mwisho wake. Hautaanzisha vitu la wengine wafurahie, hautaanzisha vitu la wengine waone mazuri wewe ukose kuyaona. Hiyo nimekuondolea leo. Maandiko inasema ya kwamba tutajenga manyumba na tuishi ndani ya hiyo manyumba. Kwa hivyo kama kuna roho yoyote ambayo inaweza ikakutoa kabla ya ujakaa kwenye hiyo nyumba, leo tunaiondoa kwa jina la Yesu. Any kind of a spirit ambayo inataka kujiinua, roho ya aina yoyote ile ambayo inataka kujiinua, inataka kupingana na nguvu za Bwana, leo hii naisambaratisha katika anga yako. Yeye akianzisha ni yeye atakayekamilisha. Na mimi naona akikamilisha hicho alichoanzisha ndani yako. Hajaanzisha, hajakutoa katika nchi ya utumwa ili akulie kwenye jangwa. Hiyo tumekataa. Kama alikotoa Misri, lazima akufikishe Kanaani. Inua mikono, sema lazima nitafika. Sema lazima nitafika. Sema Kanaani nitafika. Sema Kanaani nitafika. Liwe na liwalo, lazima utafika. Yaani ni roho. Unajua maandiko inasema in the book of Philippians 1:5, yeye alianzisha ni yeye atakamilisha. Yaani ni roho ambayo inatakanga kujipima ione iko na nguvu namna gani. But the Bible is very clear. All power in heaven and in earth, it belongs to Jesus. Your fellowship in the gospel from the first day until now, verse 6. Huyu ni Paulo anaongea na kanisa hili. Being confident of this a very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Christ. Yaani tukuwe na ujasiri. Kiswahili, tukuwe na ujasiri. Be confident. Nami niliaminilo ndilo hili. Sema hili ndilo ninaloamini. Sema hili ndilo ninaloamini, ya kwamba nitakamilisha, ya kwamba nitafika. Kwa hivyo sauti zingine ni sauti za watu. Hello. Wengine ni makelele. Hili ndilo ninaloamini. Akawaambia ya kwamba yeye alianzisha kazi njema ataikamilisha. Sijui ni roho gani hiyo inataka uaboti hiyo maono ya Mungu. Sijui ni roho gani inataka ukuwe na miscarriage ya maono ya Mungu. Lakini kabla hiyo miscarriage, latangaza lazima utakuwa umekamilisha. Nasema utakuwa umekamilisha. Today I release power to conquer and to overcome the spirit of almost there. You will overcome that spirit. For the sake of your children, you are going to overcome the spirit of almost there. For the sake of your husband, huenda mke wako ama mume wako ana imani, lakini leo tutatumia imani yako. Ni kwa sababu yako wewe, walio nyuma yako pia watafikisha tamati. The spirit of almost there haiwezi ikakuwa iko na uwezo imedominate kwa familia. Firstborn wenu alijaribu, wakati alikaribia akalemewa na hata akakufa. Secondborn akaingia, akajaribu, lakini pia akaangamia. Thirdborn akaingia. Fourthborn, wewe ndio utabreak hiyo barrier. Wewe ndio utavunja hiyo daraja. Kama Bwana ameanza na wewe, atakamilisha pamoja na wewe. Hata kama adui atakuja kama dhoruba, naye Mungu atakuinulia kiwango. Na kama shetani atakuja kwa njia moja, there shall be scattered in 7
ways, and I declare today your enemies will be scattered in 7 different ways. Adui zako leo Bwana anakwenda kuwatawanya. Watapigana na wewe la hawatakushinda, watapigana na wewe la hawatakuweza. Watakuwekea mitego lakini haitakunasa. Wewe ni ule unateguanga mitego ama unakula mtego pamoja na mwenye kuuweka. Leo nakupatia hiyo neema, leo nakupatia hiyo uwezo. Enda utegue mitego yao, enda unasue hiyo mitego. Wamekuwazia mabaya, lakini Baba wa mbinguni amekuwazia yaliyo mema. Jehova wa mbinguni amekuwaza baraka. Wamekuwaza kukumaliza, wamewaza kukuangusha. The spirit of there, lakini leo ina uwezo. Leo nasema haina uwezo. Hata waende kwa waganga, waende kwa washirikina, leo hawana uwezo. Ndio maana Yeremia akaambiwa hata kama watapigana na wewe hawatakuweza. I release the same anointing today. Hata kama sio kwamba vita vitakuweko, vita vitakuweko nyingi sana. Hata huenda vingine vitatoka kwa jamii, lakini ni wapigane na wewe, lakini wasikuangushe. Wewe ni mpakwa mafuta wa Bwana, na maandiko inasema you shall not touch the anointed. You are untouchable. You are untouchable. You are untouchable, my beloved believer. You are untouchable, child of God. Wewe ni ule mbaya. Wewe ni ule mbaya. Wewe ni kama moto. Wewe ni kama mwaki. Hello. Praise be to Jesus. The spirit of almost there. Yani ni roho. Unaanzishanga vitu, unaanza na bidii, lakini uonangi mwisho. Kutoka leo anza kuona mwisho wa vitu utakavyoanza. Ukianza ka kitu utatembea nako mpaka tamati. Ukianza ka biashara ni mpaka tamati. Hakuna roho ya diversion. Na kama kuna mawazo unasikia inakwambia kwa njia ya diversion, unaiambia wewe, hili ndilo ninaloamini ya kwamba yeye aliyeanzisha ni yeye atakamilisha. Na kuombea leo Bwana akamilishe hiyo kazi aliyoanza ndani yako. Bwana akamilishe hiyo kazi ambayo ameanza ndani yako. Hajaanza na wewe ili akuangamize. Hakukuita mchungaji ili akuaibishe. Hakukuita intercessor akose kusikia maombi. Hakukuita mwimbaji akose kukupatia neema. Hajakuita mwinjilisti akose kukupatia neema. Akianzisha atakamilisha. Ijapokuwa mapigo ni mengi, ijapokuwa dhoruba ni nyingi, ijapokuwa changamoto ni nyingi, lakini atakamilisha. He will give you the grace. And I pray for you today, child of God, that God will give you his grace to conquer every spirit ambayo inakuambata, ambayo inataka kukuangusha. Leo Bwana akupatie hiyo neema. In the name of Jesus. In the book of Hebrews chapter number 11 and verses number 13. Wewe sio wa kuanzisha na wengine kufurahia kile ambacho unafaa kuwa unafurahia au furahii. These all died in faith, not having received the promises. Yani kuna vitu nyingi sana ambazo Mungu ameahidi. There are so many things that the Lord has promised. And remember, the Bible says that the promises of God are yes and amen. Kwa hivyo chochote ambacho Baba wa mbinguni amekuahidi kinafaa kuwa, unafaa kuwa ni sehemu yako. Amekuahidi afya, unafaa kupata afya. Amekuahidi baraka, unafaa kuwa umepata baraka. Is this 2 Corinthians 1:20? I'll turudi hapo Hebrews. The promises of God are yes and amen. When we say amen, inamaanisha na iwe hivyo. Let it be so. It can never be otherwise. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ndiyo na tena, kwa hiyo katika yeye amini Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Lakini maandiko yanatuambia hawa wote walikufa kwa imani. Rudi hapo Hebrews 11:13. They all died in faith. They never received not even a single promise. Kwa wote wakafa katika imani,
walikuwa hawajazipokea zile ahadi. Hautakufa kabla hujapokea ahadi ambazo Bwana amekupangia. Hautaondoka chini ya jua kabla Bwana hajatimiza kile ambacho amepanga kwa maisha yako. I curse premature death today. I curse premature death for you. Leo tunalaani kifo cha mapema. Hautakufa kabla uone ahadi za Bwana. Anything that the Lord has promised concerning your life, it shall come to pass. Hello. Kile ambacho Bwana ameahidi, wacha kitimie. Wacha kitimie. Eti wote wakafa. Hakuna yeyote ambaye alipata hizo ahadi. Kwa nini hawakupata? The spirit of almost there. Hawa watu walikuwa wanazunguka kwa jangwa, wanatembea kwa jangwa, wanazunguka kwa jangwa. Scripture, wanazunguka, wanatembea, wako na imani tutafika Kanaani. Kila mmoja alipotoka Misri, kila mmoja alikuwa na imani ya kwamba watafika katika nchi ya ahadi. Lakini maandiko, hiyo expectation yao ikakuwa cut off. Hawa wote wakafa katika imani, walikuwa hawajazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali. Ina maana ya kwamba walikuwa wameziona ndio zile. Imagine, wanaona ni kama mtu ambaye ako kwa mto, anaona pandile kuna chakula, lakini hawezi akavuka, maana maji ni mengi na mto ni mpana, hawezi akavuka. Sasa hapa Waebrania anasema ya kwamba hao watu waliziona hizo ahadi ndio zile kutoka kwa mbali na kuzishangilia. Imagine, mpaka celebration, wakafanya celebration, wakashangilia wote, maana wamekwisha ziona. Lakini hawakujua hakuna atakayeziona, hakuna atakayezifikia, kwa kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Na kuombea hivi, zile baraka utaziona na utazifikia. Baraka yoyote utaona utafikia. Baraka yoyote utaona miguu yako itakufikisha. Baraka yoyote utaona utaishika kwa mikono yako. Baraka yoyote utaona itaingia ndani yako. Baraka yoyote utaona, usiondoke hapa duniani kabla hujaishangilia. Imagine, hawa watu waliziona kwa umbali, lakini hawakuzifikia mpaka wakashangilia. Kwa hivyo ni kama waliona, ni kama Musa ametoa watu Misri, amewavukisha Red Sea, amewaongoza kwenye jangwa la Kadesh, akawaongoza, lakini hakujua ya kwamba atafika Kanaani. Hebu angalia mtu venye analeba, akapanda kwa mlima, akapatiwa the 10 commandments, akashuka chini, akafanyisha watu toba, hata karibu hata achane na Mungu. Hiyo gharama yote karibu achane na Mungu. Lakini wakati alikaribia Kanaani, aliona ndiyo ile, lakini hakuingia. Roho yoyote ambayo inaweza ikakuzuilia wewe kutoingia kwa baraka zako, leo hii tunaiondoa kwa jina la Yesu. Roho yoyote ambayo inaweza ikapigana na wewe, inaweza ikakushusha wewe ukose kuona baraka za Kristo, leo hii ninaiondoa katika jina la Yesu. Iwe ni roho ya kule ulizaliwa ambayo inataka kukuzuilia usione baraka za Bwana, usione kibali cha Bwana, usione kile ambacho, ama usienjoy maisha yako after umepata breakthrough. Kama kuna roho inagojeanga watu wa kwenu wapate mali alafu inawaondoa, leo hii ninakuondolea hiyo roho. Ukishapata mali wewe, kama ni magonjwa walituma, hiyo magonjwa na kuondolea. Kama ni madeni walituma, hiyo madeni tunaondoa. Kama kuna roho yoyote ile, any spirit ambayo inataka ifanye ikuwe wewe ni victim wa almost there and never there, leo hii nimekuondolea. Utaona na utafika. Utaona kwa macho, utaona kwa miguu, utafika kwa macho, utaona kwa miguu, utafika na kwa mikono utashika, na kwa nafsi yako utashiriki. You will enjoy the goodness of God. Kwa macho uone, kwa miguu ufike, kwa mikono ushike na ingie ndani yako. Eti waliona, wakashangilia na wakakiri, lakini hawakufika. Wewe sio part wa hiyo.
Wewe sio part wa hiyo. Sisi tunaamini hii, aliyeanzisha atakamilisha. Kwani atakamilisha bila mimi? Atakamilisha bila wewe? Akamilishe pamoja na wewe. Hello. Praise be to Jesus. These are spirits that attacks you when you are almost enjoying your harvest. Deuteronomy 34 verses 1. Eti wakati unaanza kuenjoy harvest yako, ndio unakufa. Umejenga nyumba na struggles. Umemaliza mpaka umeweka roofing, mpaka umeweka gypsum, mpaka umeweka maji, umeweka stima. Siku ya dedication tunapata we ni maiti. That is not your portion. It is not your portion. Yani unajenga, wengine wanaingia. And by all, verses 1. Anzia verses 1. Hakuna mtu anajua mahali uliendea mawe. Hakuna mtu anajua mafundi hata ulitoa wapi. Hakuna mtu anajua struggles ambazo umepitia. Pengine hata nyumba yenyewe ni ya loan. Hakuna mtu anajua ni pesa ngapi ulichukua kwa malon ukalipa. Nobody knows. Lakini tu ile siku umetangaza sasa ni wakati wa kuingia. Tunashikwa la kiugonjwa, unaingia unalala. Unalala. Na pengine umevanishio nyumba. Na every modern facility iko ndani hiyo nyumba. Stima modern. Viti modern. Face modern. Baya kwingine ulikuwa unalala njaa ndio ukamilishe. Lakini badala ya kuenjoy ati kifo, utakamilisha. Kama ni kubomoka, ibomoke ukiwa unaiona wewe. Sio wengine waanze kupigania eti unajua hii ndio urithi wangu. No. Sio wengine waanze kupigania. Maandiko yanasema ujenge na ufanye nini na uishi. Kwa hivyo ni upande na uvune. Si wewe upande na wengine wakuje kuvuna. Wewe ndi utapanda na wewe ndi utavuna. Musa akasema aje? Deuteronomy 34:1. Angalia hapa vile anasema. Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is across from Jericho. And the Lord showed him all the land of Gilead, as far as Dan. Verses 2. All Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah, as far as the western sea. 20. The south, the plain of the valley of Jericho, and the city, the palm trees, as far as Zoar. 20. Then the Lord said to him, this is the land which I saw. Imagine, huyu mtu ndiye aliacha kwanza ameua Egypt. Mungu akamwambia rudi, akatake the risk, akarudi Egypt. Akaona aliacha kwanza ameua mtu, akamregesha bado kwa the same Farao. Hata ni heri ingekuwa ni vyema kama angeenda apate Farao mwingine yule ambaye amjui. Lakini anaporudi anapata the same king, bado ndio yuko. Anaambia nimetumwa na nani? I am that I am has sent me. Who is that? Musa akijaribu ati kuonyesha venye yako na nguvu, akachukua karodi kake akaweka chini kakawanyoka. Farao akaita magicians. Hata akaanza kuchekelewa. Waganga wake wakaachilia miti yao pia ikakuwa ni manyoka. Mungu akaendelea kufanya kazi. The spirit of almost there. Yaani unapata vitu lakini hauzienjoy. Akatoka hapo, akaanza safari na watu, wakafika kwa Red Sea, akapata hakuna njia. Watu wakamgeukia, wakamwambia, umetutoa kule Misri, kulikuwa na makaburi, tulikuwa tunakula malenge, we were living a good life. Imagine, watu over thousands, wote wako against mtu mmoja anaitwa Musa. Lakini bado Musa hafi moyo. Akaenda kwa Mungu, njia ikapatikana. Wakafika kwa jangwa. Watu wakasema wamechoka kula mana, wamechoka kula quails. Thousands of people walageukia mtu mmoja. Na yeye anaenda tu kwa Mungu, anaambia Mungu wamesema wanataka kula nyama. Mungu anawaprovidea nyama. Wakafika kwa maji,
wanasema wanataka maji na jangwani hakuna maji. Musa bado anageukia Musa. Hebu angalia venye huyu mtu yani ana struggle kuweka watu wawe na imani. Vile pasta wako anakuwekanga uwe na imani hata wakati yake imeisha. Wakati pasta anasikia ni kama ame give up, lakini bado anawaonyesha ya kwamba bado Mungu wako karibu kuja. Anarudi kwa Mungu, anaambia Mungu, wamesema wanataka maji, na unajua maji ya Meriba ni maji machungu. Akapatiwa instruction, akafanya maji yakawa matamu. Wakiwa kwa jangwa bado hao watu wakaumwa na wanyama wa jangwani. Akageukia Mungu, akatengeneza nyoka ya shaba. Watu walipoiangalia wakapata na kupona. Wakiwa bado kwa jangwa, Mungu akataka kuwapatia sheria. Ni Musa, ni kazi ya Musa. Akaenda kwenye mlima Mount Sinai, akapanda mpaka juu. Alipokuwa juu, wale walikuwa chini wakaachana na Mungu, wakajitengenezea tu miungu, wakatengeneza kang'ombe na wakaanza kukaabudu. Na Musa ako kwa mlima anagojea sheria. Wakati anashuka, anakuja, anaona kile kitendo, anakasirika, anapiganisha zile sheria 10 chini. Mungu anamwambia, nataka bado nikupatie tena. Achoki, anarudi tena juu kwenye mlima. Anakaa siku zingine 3, anakutana na Mungu. Unataka kuniambia hiyo bidii yote Musa alikuwa nayo akose kuona Kanana na akose kuingia? Imagine ile bidii ambayo uko nayo, ile kujitoa, umejitoa. Kuna masaa watu wamelala, wewe umeamka. Kuna masaa watu wako starehe, wewe una starehe. Na uniambia wakati unafaa kuona enjoy, at the spirit of almost there ikuje kuondoe hiyo. Nimekataa kwa jina la Yesu. Ikiwa leo hii tunang'ang'ana, pia tutafurahia matokeo, tutafurahia matunda yale yanakwenda kutokea. Siwezi nikawa nimejinyima, ninakaa kwenye kanisa, ninakulwa na umbu kanisani, nimechina chakula nafaa kuwa nakula, hakuna starehe mahala hapa. Unapata nimelala kwa kapeta, unalala yani hakuna starehe. Na upate ya kwamba siku ya mafanikio eti ni kunasikia Reverend Martin alipenda Bwana na sasa hayuko tena. Kama ni ajali ya barabarani, leo nimekuondolea. Kama ni magonjwa ya mapema, leo nimekuondolea. Kama ni kitu chochote kile, iwe ni uchawi, iwe ni urogi, leo nimeondoa. Hakuna silaha itakayo kuondoa. Today I cast the spirit of almost there. Hiyo roho ilaaniwe. Hiyo roho ilaaniwe. Yaani mimi hata nahurumia huyu mtu anaitwa Musa. Hebu angalia, anarudi tena mateso, anarudi. Hakuna kitu mbaya kama kuwa pastor. Pastor ni mateso. Siku anajua ni mateso. Wakati wewe unangorota na kuanga jicho, na zile umbu ziko huku, zile panya ziko huku, wale mende wako huku, wakikupanda unaweza dhania ni mtu. Ile kelele iko huku, na wewe umetafuta mahali serene, mahali hakuna hata unasikianga tu dege wakiimba. Asubuhi tu ni dege, jioni tu ni dege, alafu ile siku kutajaa kimti kikuja kijinwe, unajua kufa kabla ya wakati wako. Yaani nahurumia Musa. Akagonganisha chini, akarudi tena 3 more days. Akagojea Mungu, akagojea Mungu, akagojea Mungu, akakuja, akampatia. Akashuka, amejikaza tu, akashuka, akafika chini, akawaombesha toba. Hebu angalia, mpaka wako na upinzani, kina Dedan, kina Kora wakamuinukia, wakawa wako kinyume chake. Anarudi tena kwa Mungu. Mungu unasemaje? Mpaka sister yake Miriam anamgeuka, mpaka ndugu yake Aaron anamgeuka. Kai, kwani andogomendete hata? Andogomendete hata? Wakageuka wote. Wote wakageuka. Wakiwa kwa jangwa, hakuna mahali tunaambiwa ya kwamba hawa watu walikosa chakula ama walikosa nguo ama walikosa viatu. Kumaanisha Jehovah El Shaddai, God the provider, provided for them. Kwa nini aliprovide? Kwa sababu ya Musa. Lakini sasa angalia, eti kufika chapter 34, na hiyo bidii yote Musa ako nayo. 34 verses 1. Hiyo bidii yote Musa amekuwa nayo. Oh God, Mungu asija akakubali. Kama
kama kuna watu wamekupangia na wanakuitanga kwa madhabahu zao, leo natangaza hizo madhabahu zishike moto. Natangaza hizo madhabahu zishike moto. Kama kuna mtu anasimamanga akiwa uchi kwa madhabahu za kiuganga na kiuchawi, wakiitana majina yako, leo kwa nguvu za Bwana hizo madhabahu zishike moto. Hizo madhabahu zishike moto. Kama kuna mtu, imagine ile bidii uko nayo ni kwa ajili ya watoto wako, na unapata kuna mtu mwingine ambaye ana akili timamu anaendanga kwa waganga, anasamona spirit za watoto wako, na ile bidii uko nayo, mimi naomba hivi, badala ya watoto wako watokee, watoto wao ndio watotokea. Watachimba mashimo uingie, lakini wewe hautaingia, watatumbukia ndani wenyewe. Leo Bwana anakutoa katika kila shimo. Leo Baba wa mbinguni anakutoa katika kila shimo. Toka kwa shimo zao, toka kwa shimo zao, toka kwa manyumba zao. Pokea neema ya kutoka, pokea neema ya kutoka, pokea neema ya kutoka, pokea neema ya kutoka. Wewe sio candidate wa the spirit of almost there. Wewe ni ule unaanzanga na unakamilisha kile tunaamini ndicho hiki, ya kwamba tunaanza na tunakamilisha, tunaanza na tunakamilisha. Wakipigana na wewe, Bwana atawanyang'anya silaha zao. Leo natangaza Colossians chapter 2 and verses 15. Maandiko inaniambia ya kwamba Bwana amewanyang'anya silaha zao zote. Leo Bwana awanyang'anye silaha wanazotumia ili kukufikia wewe. Kama ni badajini wanatumia, leo Bwana awanyang'anye. Kama ni vioo wanatumia, leo Bwana awanyang'anye. Kama ni mishale wanatumia, leo Bwana awanyang'anye. Colossians 2:15. Eti Bwana atawanyang'anya silaha zao. Having disarmed. Patia Kiswahili. Having disarmed. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuziaibisha. Leo natangaza wataibishwa hadharani. Natangaza aibu yao ni hadharani. Ibada zao wanafanyanga kama wameficha, lakini maandiko inasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuziaibisha hadharani, akiongoza kwa ushindi wake. Wewe ndio utawaongoza kwa ushindi wako. Unakwenda kuwashinda. Wataulizana, kwani ulitoboa namna gani? Huku hakuna mtu anasimama, huku hakuna biashara inasimamanga, huku hakuna ndoa inasimamanga, lakini pande yako ni shangwe na deremo, pande yako ni kushangilia, maana Bwana amekwisha kuzichukua silaha zao. Bwana ameondoa silaha zao. And today I declare, the terror by night will not befall you. The terror by night is conquered by the blood. The flies, the evil flies by the day are conquered by the blood. Hiyo mishale wanatumianga mchana, imagine Bwana ameinyakua. Hiyo uoga wanatumianga usiku, imagine Bwana ameuchukua, amekwisha iondoa. Wewe sio mtarajiwa eti tunatarajia uanguke, na kama kuna yeyote anagojea, atagojea sana sana, atagojea sana, atagojea sana, atagojea sana. Na kama kuna mtu yeyote alishika sadaka akawekelea kwa madhabahu, akasema sadaka hizi ninatoa ni kwa ajili ya fulani wa fulani, hata mimi kwenye madhabahu ya Baba nimekutolea sadaka. Maisha yako ifanikiwe, maisha yako isimame, ndoa yako ifanikiwe, ndoa yako isimame, watoto wako wafanikiwe, watoto wako waende mema, njia zako zifunguke, malango yako yafunguke. You are not a candidate of the spirit of almost there. Sisi tutafika mwisho, tutafika mwisho. Na kama walitoa sadaka, leo Bwana azikatae, leo Bwana azikatae. Deuteronomy 23 and verses number 5. Maandiko inasema, naye Mungu akakataa sadaka za Balamu na Balaki. Leo Bwana akatae sadaka za washirikina. Leo Bwana akatae sadaka zote za wachawi. Lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiliza huyo Balaamu. Leo Balaamu wako Mungu hatamsikiza. Leo Balaamu wa ndoa yako Bwana hatamsikiliza. Leo Balaamu wa nyumba yako
leo Bwana hatamsikiliza. Lakini Bwana Mungu wako hakukubali kusikiza hiyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyegeuza yale mapigo kuwa ni baraka kwa vile alivyokupenda. Leo naomba kama kuna laana iliachiliwa ikabadilike iwe ni baraka. Leo laana ibadilike ikawe baraka. Leo laana ibadilike ikawe ni baraka. Nasema laana zibadilike leo ziwe baraka. Najua walienda kwa miungu yao na masadaka, walienda kwa miungu yao. Wengine walibeba ng'ombe, wengine walibeba kondoo, wengine walibeba mbuzi, wakamwaga hiyo damu. Lakini sisi tuko na damu moja ambayo inatupatia ushindi, ambayo ni damu ya Yesu. The blood of the Lamb, the blood, the blood. Hiyo damu ina uwezo, inaongea hata leo. Hayala bagadia. Hello. Hiyo damu inaongea mpaka leo. Hiyo damu inaongea mpaka leo. Oh, angalia huyu mtu. Alikuwa na bidii. Alikuwa amejitolea. Hakutaka kuaibisha Mungu. Alikuwa amejitolea. Lakini eti wakati amekaribia Kanaani, anachukuliwa na Mungu. Mungu anaenda anaanza kumuonyesha. Deuteronomy 34. Anaanza kumuonyesha. Imagine. Eti wakati umenunua gari, inabidi waajiri driver kwa sababu eti miguu iko na shida, umekuwa kiwete. Na kuambia utaiendesha hata ukiwa kiwete hivyo. Ni heri tukuweke mangudhu asu tuimege ya miti. Tutaiweka miti ya kusukuma. Deuteronomy 34. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima wa Nebo, hata kilele cha Pisga, kukabili Yeriko. Bwana akamuonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani, verses 2. Na Naftali yote, na nchi yote ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari, verses 4. Bwana akamwambia, sema hii ripoti nakataa. Sema hii ripoti nakataa. Sema ripoti yoyote ile ya kunivunja moyo nimekataa. Sema ripoti yoyote ya kunionyesha vile sitafika nimekataa. Bwana akamwambia, hii ndio inji niliyowaapia Abrahamu na Isaka na Yakobo, nikisema nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho, lakini hiyo bidii yote alikuwa anaweka ya nini? Mimi ningekuamsa hapa Musa alikuwa na moyo. Ingekuwa ni mwanadamu wa leo angeachania na Mungu hapo. Ingekuwa ni mwanadamu wa leo wangeachania na Mungu hapo. Hakuna vile Mungu ataache utusiwe na watu kwa barabara, utusiwe na watu. Watu wakuja wakuambia ulitutoa huko, uliona hakuna makaburi, utulete ukuje kutulia huko. Na Mungu nionyeshe na nikose kuona. Hakuna. Sema hiyo nimekataa. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Hata kabla watoto wako waenjoy, wewe ndio utaenjoy wa kwanza. Ni ufanikiwe na mafanikio yako kwanza ni wewe uenjoy wa kwanza. Wengine wanakufuata baadaye, but you are the first. You are the first. Akaonyeshwa hiyo inji, lakini hakuruhusiwa aingie. Mimi nakuombea uingie kule wamekataa. Uingie kule wanadhani huwezi ingia. It makes people to labor with no results. You labor, but no results. It causes miscarriages of visions. Watu wanaavya mimba ya maono waliokuwa nayo. Unapata pregnancies ambazo ulikuwa nazo zote umeavya, kwa sababu ya the spirit of almost there. Kuna mahali ya Isaya anasema hivi, wamama wamepata mimba na masaa ya kuzaa imefika, lakini nguvu ya kusukuma hakuna. Hautapata mimba ubebe miezi 9 na ukose nguvu ya kusukuma.
hiyo nguvu ipatikane. Nasema hiyo nguvu ipatikane. Nasema hivi, hiyo nguvu ipatikane. Nipatie scripture. Isaiah. Eti umepata mimba, umebeba, lakini nguvu atikosekane siku ya mwisho. Nakwambia wewe utakuwa na nguvu extraordinary. Nguvu yako itakuwa extraordinary. Wewe ni Mwibrania. Wakigojea usukume watapata kama mtu kashatoka. Wale walitumwa kwenda kukua spies, waende wakaue wale vijana walinazaliwa. Walimwambia Farao, hao wanawake ni Waibrania, kabla tufike tunapatanga washaza. Kwa hivyo wako na nguvu ya kujizalisha. Pokea neema ya kujizalisha. Wakamwambia Zakaria, asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa, na watoto wako tayari, lakini nguvu za kuwazaa zimekosekana. Wewe ni Mwibrania, kabla hawajafika utakuwa umekwisha jizalisha. Hebu angalia mtu kama Tera. Baba yake Abraham wakatoka nchi ya Aran ama kule Ur. Hiyo ndio ilikuwa nchi yake. Wakafika Aran, bado wako kwa safari wanaelekea Kanaani. Genesis 11:31. Wako kwa safari bado hawajafika. Na imagine hiyo bidii yote, huyu mzee anaenda kukufa akiwa karibu kuona. Tera akatoa Abraham mwanawe na Lut mwana wa Arani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abraham mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Kaldayo waende nchi ya Wakanaani. Wakafika mpaka Aran, wakakaa huko 32. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa Arani kabla hawajafika, lakini kutoka walitoka na hawakufika. Ukitoka na kuombea ufike. Ukitoka na kuombea sema, damu ya Yesu nilinde kutokana na ajali za barabarani. Damu ya Yesu nilinde kutokana na silaha za yule mwovu, kwa jina la Yesu. Inamisha kichwa chako chini, shika sadaka yako uombe nayo, in the mighty name of Jesus. Pray with that offering. I want you to pray with your offering in the name of the Lord, in the name of Jesus. The spirit of almost there has no power. The spirit of almost there, waambie Bwana kupitia kayangu, roho hiyo, roho ambayo inamalizanga watu kabla hawajafika, isije ikanimaliza. Roho ambayo inamaliza watu kabla sijafika, isije ikanifikia. Roho ambayo imemaliza watu wetu, isije ikanimaliza kabla ya masaa na majira yangu. I receive the spirit, I receive the power. In the name of Jesus. Shalabagada Rika shakapa katili baganda. Rimandish ketele bredi gadagadia. Riba katala badabadaba.